Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Ndio mzee. Shikamoo. Marhaba, jambo. Safi tu. Vipi hali yako? Si kwema sana mzee. Kuna nini tena? Mzee, ile hali imejirudia tena. Hali imejirudia tena? Ndio. Kwanza tunaona. Leo nataka mwanangu uniambie kinachokusababisha wewe kutimka mara kwa mara kutoka kwa mumeo kurudi zako kwenu, yani kuja kwa babako. Nataka leo uniambie, kwa sababu hakuna siku hata moja ambayo umerudi hapa ukanieleza tatizo ni nini huko. Hii leo ni mara ya 3. Napenda iwe ndio mwisho, lakini nakupa fursa ya kuzungumza kwanza. Hebu nieleze, inaweza kuwa labda una maana fulani. Unajua sipendi kiburi wala jeuri. Sipendi kiburi wala jeuri wala dharau. Ninataka unieleze nini tatizo. Hakuna ila ni unafiki wako. Sasa nakwambia hivi, utaondoka hapa wewe na mumeo mrudi kwenu. Alafu hii iwe ndio mara ya mwisho. Kama wewe ni mwanangu nimekuzaa mimi, hii iwe ni mara ya mwisho kurudi hapa kuleta upumbavu. Kama utaona kuna ukorofi, ukitoka huko moja kwa moja kwa babako. Unamjua wewe, sio mimi hapana. Ukiondoka huko kwa baba yako. Maana huu upumbavu sasa unazidi kupita kiasi. Ondoka na mumeo, nendeni zenuni. Sitaki tena kuniletea mambo ya kipumbavu nyumbani kwangu. Nawe baba, jikaze, ndio ukubwa huo. Ndio kiume hivyo. Yanawakuta wanaume hayo. Haya. Kwa hiyo kuna muda najiuliza nimekosa kitu gani, maana unanitatiza, hakuna mane nyumbani. Mashtaka, kila mashtaka unaenda kunitolea kwa babangu. Mbona upeleki kwa babako mzazi? Kama yeye mwanaume kweli umekamilika. Umeona pale ni kituo cha polisi? Wewe unakuwa unafanya mambo yako kibao, mimi nayaona. Kwanza ukitoka mwenyewe sijui unaenda wapi. Unachelewa kurudi nyumbani. Nisikilize nikwambie, mshana. Usitaki kunipanda kichwani. Kila linalolifanya liko sahihi kwangu. Umenielewa vizuri? Samea basi Ramla.
Nikusamee? Kumbe unajua kosa lako. Kosa langu silijui. Mbona unaniomba msamaha? Hakuwa mke wangu. Nitakuonyesha. Wewe si kiburi. Ramla. Naomba uniache tu. Pole sana kaka. Mimi naamini yataisha. Kuvumiliana, kuhurumiana, kusameheana ndo msingi wa ndoa. Usimchukie wala usimwoneshee hasira. Badala yake mpende, zidisha upendo. Nina imani kupitia kuzidisha kwako kwa upendo ataelewa tu. Lakini pia usijaribu kulinganisha maisha yako ya ndoa na maisha ya ndoa ya mtu mwingine. Jua na mwezi siku zote havilingani. Kila kimoja hung'aa kwa wakati wake ukifika. Mimi naamini yataisha. Kuna kitu kimoja ananikumbusha. Unafahamu rafiki yangu Rafael? Ndio. Siku moja alikuja nyumbani, alikuja kunieleza matatizo ya mke wake. Wakati yeye anaeleza matatizo ya mke wake, wife wangu alikuwepo karibu. Sasa sielewi kwamba alichukua yale matatizo akaamua kuyavaa yeye ama vipi. Unajua alifikia hatua, Rafael ananiambia kwamba alifika hatua mkewe mpaka anampangia marafiki wa kutembea naye. Sasa hiki ndio mimi ambacho ninachokiona kwa mke wangu. Sasa imefika hatua sasa kwamba yani sina raha. Sasa sielewi amejaribu kuchukua yale mazingira yale ndo anifanya mimi hivyo. Asilimia watu wengi wanaokopi maisha ya watu wengine huwa wanafeli. Ila hebu jaribu kumchunguza. Hebu mpe muda. Msikilize kitu gani anachokitaka. Hivyo nafahamu vizuri yule mke wangu yule. Asi. Ramla sio sasa. Ramla kachange kabisa. Yaani ule upe wake aliokuwa nao, hasira zikimpanda, yale macho yake sasa. Yaani ananipandisha, ananishusha, ananipandisha, ananishusha, anageuza. Sasa cha ajabu zaidi ndugu yangu, ananisonya vibaya sana. Nashindwa kuelewa kosa langu ni lipi. Kila mjaribu kuitahidi kukaa naye chini tuzungumze, hakuna mazungumzo. Hakuna maelewano. Sasa ni bora niwe nafahamu kosa langu, labda ningekaa chini kujadiliana, nimwombe msamaha yaishe. Lakini hapana. Anielezee kama umekosea A B C. Hapana. Sielewi mimi nakosa kosa langu ni lipi. Na kwa sina amani. Unajua tani yule mwanamke? Unajua sio kila mitihani inayokuja inakuja kuharibia maisha yako. Hapana. Mitihani mingine inakuja kutengeneza njia ya mafanikio ya maisha yako ya baadaye. Mimi naamini yataisha. Mvumilie. Narudia tena, usimchukie. Badala yake ongeza upendo kwake. Nampenda sana mke wangu. Nampenda sana. Na ninachoumia zaidi ni pale nikimwona na hasira. Nafsi yangu inaumia sana. Najitahidi kuwa mpole, kuwa mnyonge kwake, at least kumtimizia kila anachokihitaji yeye. Angalau nyumba iwe na amani. Lakini sio Ramla wa zamani. Huyu ni mpya. Ni tofauti kabisa. Yeye anashindwa kuelewa. Sijui nimpendeje. Ndio maana nikakwambia jaribu kumpa nafasi. Hebu msikilize. Ni kitu gani anachokihitaji? Jaribu kufanya hivyo. Okay. Acha nijaribu. Ulikuwa umeenda mtoni. Ila si nikupokee. Nataka unipokee. Na maji yale nilokumwagia ndio ambayo nataka nikapikie. Maji hamna.
Chukua ndoo ndio kanichote maji tena nje nipike. Hizi ndio hasira zako. Bana kanichotee maji. Sawa. Ndoa hujengwa kwa mikono yako we dada, lakini huvunjwa kwa maneno yako. Fanya ibada. Ramla we, ramla we, ramla we, ramla we. Babu, mbona umelewa hivi? Baba wewe acha. Una nini tena? Mimi nakwambia nimekalia moto. Huu mwaka wa kwangu. Yule mwanamke ataniua. Yaani Romo huwezi amini, muda ule nimechana naye pale, ndani dakika 10 tu kuachana wewe. Nafika nyumbani pale hayupo. Kaamua kumsubiria. Baba amekuja na ndoo kichwani. Kavimba, unajua kuvimba? Yaani kavimba, ange kafura kama nini? Mimi nikasema poa, acha nimpokee. Naomba nikusaidie. Bwana. Saa 5 nikusaidie. Ndio zima mzee kanimwagia nayo kichwani. Ona niko hivi. Mwanamke anipeleka sana hizi. Yaani nakwambia nilishikwa na hasira. Nikawa nakisema sio nimkamate nimtie ngumi mwanamke. Lakini nakumbuka maneno yako yale. Ina maana tatizo ni hilo tu la kuchelewa. Basi hilo tu. Nimeshagundua kitu. Mke wako anakupenda. Tena anakupenda haswa. Yule anipende mimi? Ndio. Shemegi vipi? Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Ramla we, ramla we, ramla we, ramla we. Hivi wewe mwanaume? Ni wanaume kati ya wanaume, si ndio? Mwenye ukikaa huko ajiita mwanaume. Ungekaa na kile kizabina chako mnajiita wanaume. Basi simvae madera tu. Tena mnakaa na kunijadili mimi. Yule anakupenda. Tena nimemheshimu yule kinyago mwenzio yule. Nimemheshimu yule. Basi mke wangu aishi. Hayaishi. Basi gani? Sitaki kujadiliwa. Niachie na maisha yangu. Wewe mambo yako unafanya unafikiri hayaniumi? Mambo yako unafanya mimi nafikiri hayaniumi? Wewe ni mwanaume aina gani lakini usioelewa? Kajifurahisha kitu gani? Mbona umelisimama pale umekitisha miguu yako unamsikiliza? Ulijiona yeye bora kuliko wewe, si ndio? Sitaki kufuatiliwa, sawa? Tena sitaki kufuatiliwa. Umenielewa vizuri? Mimi ndo Ramla. Yaani nitakaloamua kwangu ndio hilo litakalofanyika. Sasa utaniamua kuniacha au utaamua kubaki na mimi? Hayo ndo maamuzi yangu. Basi mke wangu nimekuelewa. Alafu tabia yako kunanilia, kuchelewa vile fikiri mimi siumii. Naumia sana tu unijui. Unatoka huko unaenda kuchelewa sijui mwenyewe unakalia wapi? Nenda kanichotee maji mimi. Sitaki hata kuangalia nchefua sasa hivi. Mambo mengine sijui vipi. Yaani mnakaa kabisa unajadiliwa na mwanamke wenzako mwenyewe unakaa unamsikiliza. Tena nimemheshimu yule mwenzio yule mwenye sura nyeusi yule. Nimemheshimu yule wewe. Hey. Mstaki kabisa mambo yananili. Wamtizama nani? Wamtizama nani? Sitaki kutizama mimi.
kaka, jana wakati mnaondoka, mimi nilikuwa nyuma yenu, nilikuwa nawafuatilia sana na mazungumzo yenu yote niliyasikia, ila nilichogundua mke wako anakupenda sana, lakini hataki kukubaliana na moyo wake kama anakupenda, na hilo ni tatizo. Kinachomsumbua mke wako ni wivu. Huo ndio ukweli. Wivu? Ndio. Rom, sidhani kama ni wivu. Yule mwanamke angekuwa ananipenda na angekuwa na wivu, ningeona zile ishara, labda kufuatilia mambo yangu kwa kina, kujua labda anachunguze, atembea na nani, yani hisi na nake wengine wa nje. Yule anichukia. Hivi Rom, kweli mwanamke kweli anayempenda mume ana dalili kule kumwagia maji kiasi kile? Si umeona mwenyewe mfanya kitu kile? Yaani jambo la hatari sana. Sasa kanjotesha maji. Okay, sawa. Lakini sidhani kama ni mapenzi ya dhati. Sidhani. Kwa sababu ananyima raha kwa kweli. Kaka, yule anakupenda kupindukia. Yani anakupenda kupindukia. Halafu hakubali, yani hakubaliane na moyo wake. Hilo ndio tatizo lake. Na siku zote mtu anayekupenda kupindukia, halafu anashindwa kukubaliana na moyo wake, lazima hayo yamkute. Yule mwanamke hakuchukii. Yule wivu ndio namsumbua. Vinginevyo basi ni mjamzito, atakuwa na mimba. Mjamzito? Hapana. Nakwambia. Ina maana unataka kuniambia dalili za ujauzito ni dalili za kumshika mwanaume? Rom, mimi nafahamu dalili za kumshika mwanaume katika ujauzito, dalili za mwisho kabisa. Lakini kwa dalili za mwanzo tungepaswa kuziona. Sawa, mfano labda kama kutapika, kichefuchefu, kutatema mate, au kuchagua na vyakula. Lakini yule hachagui chakula, hatapiki. Sasa huu ujauzito na mapenzi haya kunichukia mimi, wapi na wapi? Nahisi anasahau nyingine. Kaka, mimba zinakuja na dalili tofauti. Kuna mwingine kama hivyo kutapika, kuchagua chakula. Kuna mwingine dalili zake nyingine utaona anapenda kukaa chooni. Yaani akisikia ile harufu ya chooni ile anaona raha. Kwa hiyo zinakuja dalili tofauti. Basi mimi nataka nikushauri kitu ndugu yangu. Sawa. Hebu jaribu kuwa karibu naye. Zidisha upendo kwake. Mthamini zaidi. Nina imani utaona kitu. Kwa hiyo nizidi kuwa mpole kwake, nizidi kujitumikisha anataka kufanya yeye, nimsikilize. Okay. Acha njaribu. Huenda kawa kweli kawa suluhisho kwa sababu nakuwa mpole sana kwake. Anafoka lakini anajifanya kama mtu mdogo. Mimi natulia tu, unanyamaza. Hayo matatizo sio kwako tu. Kama kwako kuna waka moto, basi na kwa mwenzio hivyo hivyo. Kaka na wewe pia msala huu nao. Nao, kwangu zaidi. Wewe mjangu. Okay, nimekumbuka. Wala usijali. Nitaenda kuchukua zile kuni mke wangu. Unasemaje? Yaani wewe muda wote mimi nitakapokuona niwe na kuagizia kuni. Muda wote kuni tu. Sikiza mshana nikwambie. Tokeo ulipotoka saa hizi ndo unarudi. Ni muda gani ambao umetumia? Au unanifanya mimi mtoto mdogo, si ndio? Mbona sio mwelewa wewe? Unatoka wapi? Mke wangu nilikuwa kwa Rome. Hey. Tena wewe mtu mimi simpendi. Hivi mnamjadili mtu gani kwani? Kila siku vikao visivyoisha na wewe Rome.
Au hilo bunge la kwangu mimi, si ndio? Ramla, mke wangu, nipo wakati mgumu sana maisha. Mke wangu, muda mrefu unakuwa umekasirika, unakuwa umenuna. Huna hata muda kupiga story na mimi. Mke wangu, Saromu rafiki yangu, tunaongea mengi kuhusu maisha. Na nahisi yule angekuwa mwanamke yule ungemuoa yule. Mnaongea kuongea saa hayo. Kwa hiyo unanifanya sasa mimi niishi bila rafiki. Sawa, nimekuelewa. Haya, ondoka basi. Sasa nisamee mke wangu. Nataka kila saa mimi nikae na wanazungumza tu. Na mimi pia nataka tukae tubaki peke tuwe sote. Imekuwa kila saa ni mtu wa safari, kila saa ni mtu wa safari. Basi nafikiri mimi si mimi. Basi nimekuelewa mke wangu. Yaani nashindwa hata kuelewa kiukweli kabisa. Sababu ni mwanaume ambaye hata muda mwingine ninapotoka naye kwenda tu sehemu, basi tunaweza tukafika njiani akanambia wewe tangulia nyumbani, mimi nakuja. Basi hapo nisahau. Huyo si mtu wa kurudi saa hizi. Ila nachukia sana na naumia sana. Chengine ambacho mpaka sasa hivi nashindwa hata kuelewa ni kitu gani, ni nini hasa kinachonisumbua mpaka na hivi nikiwa niko nyumbani alafu yeye hayupo, basi roho inanitamba sana, inanihangaika, natamani arudi, lakini hapo atakaporudi sasa yaani hata sijui niseme nini. Namchukia. Nafsi inanishika na hasira, nimshike hivi. Yaani naumia. Hapo haja nikosea, sio kama kanikosea. Yaani haja nikosea. Lakini nafsi ndio inanituma vile. Namchukia, simpendi, yaani sitaki hata nisogelee. Yaani mpaka sasa hivi najiuliza, hiki ni kitu gani? Hivi unajua shoga yangu, nimekusikiliza, umeongea maneno mengi sana, nimekusikiliza. Hivi unajua kwamba unampenda mume wako? Yaani unampenda mshana. Na wote ni hivyo ndio wanakusumbua. We, embo ishia hapo hapo. Unampenda. Sema ishia hapo hapo. Tusifike mbali. Nimekuja kueleza shida zangu. Unipe ushauri. Huo ndio ushauri? Ili tuzidi kuheshimiana zaidi. Naomba uniache tu niondoke. Kumbe ndo wale. Sasa huo ndo ushauri? Nimekuja kukuambia maneno yangu, nipe ushauri mzuri. Niache, sitaki kuongea maneno mengi maana nahisi tutakosana. Inatosha. Ramla. Mke wangu, basi umekuwa mvivu na lalala. Hutaki kufanya kazi. Sasa utakula saa ngapi? Siko sawa kwa kweli. Mbona sasa vyombo vyako pia vichafu? Ya viosha. Mwili unaisha nguvu. Mate yananijaa mdomoni. Nasikia kizunguzungu. Yaani siko sawa. Sijisikii vizuri kwa kweli. Sio hata miguu. Yaani Sugu yenyewe imevimba hizi. Au unakiwa unasimama muda mrefu sana? Tasile. Tatizo nini hivi? Basi wewe unafanya mazoezi. Basi okay. Pumzika. Acha mimi nikaandae chakula leo. Sawa.
Sasa wewe pika unachokipika, lakini usinipikie utopolo. Ramla, mke wangu, si nimekwambia upumzike pale utulie, mimi nitapika. Utaula mwenyewe huo. Ushaanza mambo yako. Bwana, empika basi. Chechea na ukuni upande wa huko, embe uchochee huko. Upande wa huko. Huo ndo wanaume. Ndio umeridhika sasa? Msizoe kila siku kupikiwa. Usharidhika sasa? Akikuwa tuombe Mungu, mambo yanaweza kukaa sawa. Bwana, hebu kuna issue moja. Kolezi. Hivi unafahamu sasa tabia shemeji yako jinsi ilivyo? Vipi tena? Yaani kaza visa vipya. Nini tena? Siku hizi bwana kama mvivu sana. Hapendi kupika. Yeye mtu kulala muda wote. Lakini miguu pia na mvimba. Aise, ila pole sana. Ila nikikumbuka kuna siku shemeji yako aliwahi kuniambia kitu. Alikutana na Ramla mtoni. Katika mazungumzo yao alijaribu kukugusia. Eti akasema mume wangu sasa hivi najikuta tunamchukia. Simpendi hasa akiwa karibu yangu. Lakini akiwa mbali na mimi huwa natamani sana, yani namtamani sana awepo karibu yangu. Unaona? Aliongea mambo mengi lakini shemeji yako akamwambia, "Wewe kinachokusumbua ni wivu, unampenda sana mume wako." Kosa. Kwa nini unaniambia ninampenda mume wangu? Basi hapo hapo Ramla alibadilika. Akamchenchia shemeji yako kweli kweli. Unaona? Lakini shemeji yako akaniambia, "Yawezekana huenda Ramla ni mjamzito." Naona. Sasa mimi cha kukushauri, unajua wanawake huwa wanajuana wenyewe. Hebu jaribu kumpeleka mkeo hospitali. Akapime mimba tu. Mimi sina imani kama ni kweli ni mimba. Sina imani. Yaani mpaka muda huu mwezi mzima na hivi kweli nisione hata dalili za kutapika? Kweli? Kaka, unachokitafuta wewe ni amani. Sawa. Mimi nakushauri umpeleke hospitali. Nenda kampime. Okay. Hebu nisiwe mbishi sana mada. Acha nijaribu kufanya hivyo. Na naamini pia hata kama ni tatizo jingine nitapata ushauri kule kule. Hilo ndo la msingi. Kwa kuwa ameshaanza zile dalili za kulala, za kuvimba miguu, sijui nini. Sijui, huenda yatanikuta na mimi, maana na mimi ndo niko mbioni huko mliko nyinyi. Poa. Basi sawa, baadaye basi. Sana hilo fresh. Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Ramla wewe. Unajua, mshana yupo katika wakati mgumu sana. Leo pia nilikuwepo naye. Alikuwa akijaribu kunipata na kesi za mke wake. Lakini nilijaribu kumweleza kila kitu ambacho alichoniambia. Na nikamshauri mpeleke mkeo hospitali akapime. Huenda ana mimba. Ila nilivyoona ni kama vile hakubaliani na hili swala, hata sijui kwa nini. Hata kama sipokubaliana na hilo swala, lakini Ramla ana mimba. Unajua wanaume wengi wamezoea akiwa na mke wake ndani, akiwa katika hali hiyo ya ujauzito, amezoea labda aone dalili labda kutapika mara kwa mara, kutema mate mara kwa mara, labda kuchagua vyakula, mara hivi, mara vile. Lakini inategemeana. Kuna mtu mwingine akiwa katika hali hiyo haoni dalili hizo, hawi dalili hizo za kutapika au kutema mate mara kwa mara, lakini Ramla ana mimba. Labda kama unaenda kwa hospitali kwa uthibitisho tu,
lakini Ramla ana mimba. Mimi nimeshamshauri. Kwa hiyo ni maamuzi yake mwenyewe. Atampeleka hospitali au vipi? Sawa, tuachane na hayo. Ikawaje jana unifanyie hivyo? Ukanifanya mimi niache mlango wazi. Jana bwana, nilipitwa na usingizi. Nakuja kushtuka muda umeenda. Kwa nikaona sio mbaya, kesho ni usiku tutakutana. Haya, sawa. Kama kesho pia ilikuwa siku, basi kesho imeshafika, ndo leo. Haya, tuanze tu. Saizi? Kwani kuna nini? Saizi kuna nini? Jua kali, joto sana ndani. Sikuna vipepeo humo, utajipepea. Sawa, najua vipepeo vipo, lakini jioni tunaomba tufanye jioni. Saizi? Saizi bado saizi. Bwana, basi nisindikize. Okay. Ndio bwana Mshana. Ndio. Karibu sana. Asante. Bi Ramla, karibu. Ya majibu yako tayari. Yanaonyesha kwamba Bi Ramla ana ujauzito wa mwezi mmoja na wiki 3. Hongereni. Asante daktari. Asante sana. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kwanza kabisa alale kwenye kitanda chenye chandarua. Hii itamsaidia kuepuka na magonjwa yanayoenezwa na mbu. Lakini pia mazingira ya nyumbani yawe safi. Kwamba tuwe tumelimia nje kuondoa nyasi ambao ndio makazi ya mbu, kufukia mashimo ambayo yapo. Lakini pia anashauriwa awe anakula mlo kamili. Tumie matunda sana, anywe maji kwa wingi. Lakini pia anashauriwa awe na muda wa kupumzika. Anapaswa kuanzisha kliniki mapema ili hii msaidie kuepuka na magonjwa ambayo yanaweza yakamwathiri yeye pamoja na mtoto. Vile vile tumpunguzie kazi nzito kama kuchanja kuni, kwenda shamba kulima, awe anafanya practice za kawaida tu pale nyumbani. Ale mlo kamili. Hii itamsaidia kujenga afya nzuri kwa mtoto ndani na yeye mwenyewe katika hali ya kawaida. Asante. Sawa daktari. Unajua kila jambo nataka uvumilivu sana. Lakini kwa hili limeshindwa kulivumilia. Na bado naendelea kujihukumu sana juu yake. Anachonifanyia dada yako si ustaarabu mzuri. Nimemkosea nini mimi? Lipi nilomtendea baya labda? Ambalo ameona kwamba hivi bando kama kunihukumu hivi. Na siku swala kwenda mjini, yeye ndo amenishauri. Ambia nenda mjini katafute maisha tuje kumrudisha maisha yetu kwa hapa kijijini. Mimi nimerudi leo nashangaa leo yupo na Lom. Wana mahusiano na Lom. Ameshindwa kulinda penzi letu kweli? Kwa hiyo mimi Shemsi kusupport. Sio kweli. Yaani dadangu hawezi kufanya hivyo. Mimi najua wale ni marafiki tu. Ni marafiki wa muda mrefu sana. Kama wana masuala ya kimapenzi mimi sijui, ila mimi ninavyojua wale ni marafiki. Kwa umri wako na jinsi unavyozungumza ni sawa sawa. Unajua bado mdogo sana wewe. Kuna vitu vingi unavifahamu. Lakini mimi najua kila kitu. Na ndio maana nikakuita hapa. Sijakuita mimi ile unishauri, hapana. Nimekuita ile ufikishe ujumbe kwa ndugu yako. Kwa sababu mimi najua A to Z. Najua napotoka napoingia. Mimi nafahamu kila kitu kama ana mahusiano na Lom.
Ukaribu gani huo? Mimi najua alikuwa rafiki yake ndio. Najua amesoma shule moja ndio. Lakini yeye mbona ukaribu ukuepo tangia alivyokuwa naye mimi mwanzo? Na sasa nimeenda mimi mjini nimerudi, yeye ndio ukaribu umenoga kwa kweli. Usinifanye mimi sina akili. Sasa nakwambia hivi, nimekuita hapa ili ujue na ulifahamu ile. Kamwambie dada yako kwamba sasa hivi nimejua. Asijifiche. Nikwambie tena kwa herufi kubwa. Na ukamwambia dada yako kwa herufi kubwa kwamba sasa hivi nimejua. Ukiona namna gani, mwambie hata shemeji yako kwamba sasa hivi nimejua kama ana mahusiano mapya. Sawa? Kwaheri. Asante sana. Kiukweli nimefurahi. Usijali. Jukumu langu kufurahisha. Huo ni wajibu wangu kwako. Vipi lakini umezoea? Kuliko navyofikiria. Aha. Niambie. Naenda. Kwa hiyo? Kesho nitakuja kufulia na nguo chafu, ndani kuchafu. Lafanya uje mapema sana. Usijali. Mimi naenda. Poa, bye. Aza, mimi nashindwa kuelewa ile ulichokiamua kufanya. Nimekosea nini mimi? Kwa nini unaniadhibu kwa kiasi hichi kikubwa hivi? Kama ni mchezo basi hebu niambie ni kitu gani ambacho nimekosa kuicheza hapa? Maana adhabu ni kubwa Aza. Kosa langu nini? Kukusikiliza mimi kwenda mjini? Ndio nimekosea hapo mimi? Sasa, kwa nini umeamua kulifanya hivi? Tena Aza, hii adhabu ni adhabu ya kijiji kizima. Basi ngoma na mimi kisirisiri basi ingejua mimi aniseli mimi peke yangu. Kila mtu anyesha mimi kidole. Ni udhaifu gani ambao umenifanyia? Basi Aza, basi ungetoka hapo ngenda kijiji cha 3 cha 4 huko. Yaani umetoka umeenda kwa Alom kweli? Yaani Aza, nashindwa hata kuelewa. Mimi ni mwanamke pia. Nahitaji kuvaa vizuri, nahitaji kula, nahitaji maisha mazuri. Nahitaji na mapenzi pia. Unafikiri mimi ningefanya nini? Na hayo maneno ndio leo niambia mimi nikatafute. Si uniambia katafute kwa sababu hiyo? Sasa nimeenda kutafuta mimi kwa sababu gani? Nimeenda kutafutia nani mimi tena zaidi yao? Nimeutafuta, nimekusanya, nimerudi kwa mpenzi wangu hayupo. Nimpe nani hivi vitu? Hivi unafikiri mimi kule mjini sikuona wanawake wazuri? Sikuona wanawake jifedha zao? Lakini mbona nilistahimili nikalinda penzi langu? Kama ulikuwa unipendi usingeniambia tu, kama sikupendi nisingekuweka moyoni. Umesababisha nimekuweka moyoni kukutoa mimi nashindwa sasa. Sio kama nilikuwa sikupendi kiango. Nakupenda sana. Lakini sasa nilishindwa jinsi gani ya kujizuia. Umeshindwa kujizuia? Ulishindwa kuheshimu penzi langu? Umeshindwa kuheshimu maagizo na maagano tuliweka mimi na wewe? Mbona mimi nimeheshimu? Wewe umeshindwaje kuheshimu? Mara zote nasema mwanaume ndo anashindwa kujizuia, lakini wewe mwanamke wewe ndo umekuwa ndo kwanza kujizuia. Eti ningefanyaje mawasiliano? Mawasiliano ni kitu gani? Hao mabibi zetu wakipenda miaka nyuma walikuwa na mawasiliano. Kama umeona hii ndio njia sahihi ya kuwa katika sehemu salama, kukaa sehemu ya burudani kabisa, basi acha na mimi niamue kwa njia sahihi ni ipi. Nitaamua maamuzi magumu katika mahusiano haya. Nikwambie tu kweli. Nitakachokiamua usije kanilaumu. Wachane na laumu, ubaki na penzi langu. La sivyo, la pili, mimi na laumu tukukose wewe. Kwamba mniue? Utajua mwenyewe. Umenielewa Aza? Sasa mimi nifanye nini mimi? Fanya hivyo nilivyokuambia. Unajua Ramla, kuna kitu kinanichanganya sana.
Unajua ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Tunashauriana mengi. Tunaongea mengi. Wewe ni zaidi ya rafiki, ni kama ndugu yangu. Ni kama dada yangu. Unajua Kiango amerudi. Nafahamu. Na ameshajua yote kuhusu mimi na Roma. Lakini Kiango anataka mimi niachane na Roma. Kwa sababu ukimya wa Kiango ndio ambao umefanya mimi niwe karibu na Roma. Roma nimeshamweka karibu sana. Tumefanya mengi sana na Roma. Nashindwa nifanye nini jinsi ya kumepuka Roma ili nirudi kwa Kiango. Maana Kiango nampenda. Nampenda sana Kiango. Lakini ukimya wake ndio umesababisha yote haya yatokee. Sielewi nafanya nini. Hapo pagumu. Ila cha kushauri shoga yangu. Angalia mwanaume aliyekuwa sahihi kwako. Mwanaume aliyekuwa sahihi kwako unamjua. Kiango alitoka hapa kijijini na kuelekea mjini kwenda kutafuta maisha kwa ajili yako bila shaka. Na kitu cha kufanya wewe uanzishe mapenzi mapya, kiukweli umemkosea. Kwa sababu ametoka hapa na kuelekea mjini kwenda kutafuta maisha kwa ajili yako. Ungevumilia tu. Na mawasiliano yasikufanye wewe unafikiria vitu vingine kwamba Kiango naweza ikawa huko ndo basi tena. Mimi ameshanisahau. Paka ameamua kurudi kukutafuta. Bado anakupenda. Yaani kikubwa mimi ninachotaka kukushauri. Rudi kwa Kiango. Alafu kingine mfuate Roma. Umwambie ukweli. Ataumia lakini atasahau. Mchane. Umenielewa shoga yangu? Nimekuelewa dada yangu. Yaani sijui nianzie wapi. Ila ukishindwa niite mimi. Na kuvurugia faster tu. Maana wewe ni mtaalamu. Chana naye yule. Umeshanielewa? Leo mwanaume gani yule? Leo si mwanaume sahihi. Umenisikia? Mimi kama rafiki yako na ni dada yako vile vile. Kiango ndo mwanaume sahihi kwako. Ila sasa ukishindwa niite mimi. Na kuvurugia faster. Serious? Maana ndo kazi yako. Sio kazi yako. Sio kama kazi yangu. Yaani faster mimi nakuvurugia. Alafu taona hapo tukapobaki. Sawa. Unajua kuna maana kubwa sana ya mtu kuitwa mwanaume. Na mwanaume ni mtu ambaye anaamua maamuzi magumu ambayo mtu mwingine yoyote hawezi kuamua. Sasa kipindi hichi ama wakati huu ndio ambao najua thamani ama najua nini maana mwanaume. Na kwa tukio ambalo nimefanywa mimi inasababisha ama inaniletea uwezo wa kufanya jambo ambalo ni gumu, ambalo watu hawezi kulifikiria. Adha ameniumiza sana. Adha amenifanya jambo kubwa ambalo kila mtu anashangaa. Maana watu wote wanafahamu kwa mimi ni Adha ni nani kwangu. Nimetoka mimi hapa kwenda mjini kutafuta kwa ajili ya Adha. Alafu leo anatokea tu mtu hajulikani ametokea wapi, ametokea na upepo gani, anamchukua tu Adha, alafu mimi natulia na mwangalia tu. Nitakuwa sio mwanaume aliyokamilika. Kama kweli nampenda Adha, ni lazima nitetee penzi la Adha. Rafiki yangu pole sana. Najua unaumia sana. Una maumivu ya kimapenzi, tena maumivu makubwa sana. Maumivu lukuki ambayo yaliyotawala kwenye moyo wako. Ila nataka nikuulize swali hili moja. Je, unampenda Adha? Nimekwambia nimetoa mguu hapa mikwenda mjini kumtafutia yeye. Ni mwanaume gani anaweza kufanya hivyo? Sikwenda mjini kuuza sura huko.
Nimeenda kutafuta ili nije kuishi na Azam. Kwa maana ninampenda kweli. Sasa basi, kama unampenda Azam, nataka nikushauri. Sawa, lakini ushauri wao uzingatie. Sio ushauri wa kumbomoa, bali ushauri wa kumpata Azam. Unajua lengo la kukuita unisindikize tupite njia hii ilikuwa na maana moja. Maana gani? Kuna kitu ambacho nilikuwa nakuficha kwa muda mrefu sana tangu tumeanza mahusiano yetu mimi na wewe. Unajua kipindi cha nyuma kabla yako nilikuwa na mtu, na hata nyumbani wanamfahamu, marafiki zangu wanamjua, karibuni kijiji chote watu wanamtambua na wanajua kuhusu hilo. Lakini tulikubaliana kwamba aende mjini kwa ajili ya kutafuta maisha. Mambo yakikaa vizuri atarudi ili kwa ajili ya kunichukua tuelekee wote mjini ili kuanza maisha yetu. Lakini alikaa kwa muda mrefu sana bila mawasiliano kati yangu mimi na yeye. Tukawa tuna mawasiliano kabisa. Na ndio maana mimi nikafanya maamuzi ya kuwa na mtu mwingine ambao ni wewe hapo. Lakini sasa yule mtu amerudi na ananisumbua sana. Yaani ananisumbua kiasi kwamba nashindwa nini nifanye. Ananisumbua sana. Na ndio maana nimekuita hapa ili tushauriane au ili ujue hilo. Umefanya makosa makubwa sana. Kwa nini usiniambia mapema? Siku zote hizi hata kama alikaa muda mrefu bila kuwasiliana na wewe, ulipaswa uniambie. Mbona mimi mambo yangu mengi niliyaweka wazi kwako? Iweje wewe ushindwe kufanya hivyo? Au bado unampenda? Hapana. Simpendi kabisa. Na ndio maana nikakuita hapa ili tuliongee hilo, ulifahamu. Yaani utakapoona labda sehemu kanisimamisha, usije ukafikiria vibaya. Sio kama nitamsikiliza atakao niambia. Na ndio maana nimekuita hapa ili nikwambie ukweli wote. Sawa, nisikilize kwa makini sana. Mimi nataka tuonane na yule jamaa yako. Tukishaonana, nataka umwambie mbele yangu kuwa humtaki. Umenielewa? Sinaongea na wewe? Nakuelewa. Sawa. Sawa, nitafanya hivyo. Sisikia mapenzi yanaumiza. Sisikia mapenzi yanaumiza. Kitu nataka urahisi. Mimi naitwa Kiango. Nadhani jina hili sio geni sana kwako. Maana hapa kijijini wanifahamu vizuri. Ingaja nilitoka kidogo nilienda mjini kwa ajili ya kutafuta maisha. Kwako wewe haina haja kujitambulisha. Ninakufahamu sana. Sasa dhumuni kubwa na lengo kubwa kukufuata hapa ni kuhusu Azam. Azam ni mpenzi wangu, ambaye nategemea koja kuwa mke wangu, mama watoto wangu. Nilienda mjini kwa ajili ya kutafuta. Nikija kijijini nimchukue nikaishi naye Azam mjini. Nimefika hapa nimekuta habari zako. Nikasema kuna shida. Wewe ni mwanaume mwenzangu, tena binadamu mwenzangu. Na tuweze tukatofautiana, tugombana kwa kitu kidogo tu ambacho tunaweza tukakaa chini tukazungumza. Sasa nimekufuata. Ninachokuambia ni kimoja tu. Muache Azam. Achana naye. Yule ni mke wangu. Nimtegemea baadaye. Tena yupo kwenye moyo wangu. Kwa hiyo nadhani utakuwa umenielewa vizuri zaidi. Umemaliza? Ukisema
nimemaliza itakuwa ni dharau kwangu. Unanidharau ama unanikejeli? Sio ungwana. Hapana, sio kejeli. Kukuuliza umemaliza ili na mimi nizungumze. Sawa. Nakusikiliza. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi siwezi kusema niachane na Aza. Wala wewe huwezi kusema uachane na Aza. Aza ndio mwenye maamuzi ni yupi aachane naye. Karibu tena. Sawa, haina shida. Tutakutana mimi na wewe. Una habari za kuja na kibiriti hapa. Usishtuke. Nadhani nilikuwa nazungumza naye mara nyingi sana ndugu yangu. Lakini mwanaume jasiri mwenye maamuzi sahihi hawezi akarudia maneno. Lakini pia hongera. Wewe pia umeweza kusimama na msimamo wako sahihi vile vile. Unaonyesha wanaume sawa sawa. Safi. Hada tena. Mwachie mke wa mtu. Aza aondoke. Labda nikwambie kitu kimoja. Penzi lililojengwa katika misingi iliyokuwa imara kama hayavunjiki. Haina haja ya mimi na wewe tugombane. Na wala sifikirii kugombana na wewe. Mwenye maamuzi ni Aza. Na bado yuko hapa. Sikia nikwambie kiangu. Ni muda mrefu sana ambao wewe umeishi mjini. Umekaa mjini kwa kipindi kirefu sana bila maslano yoyote kati yangu mimi na wewe. Hivi unadhani mimi ningeishije huku kijijini? Nahitaji mapenzi pia. Nahitaji faraja. Nahitaji nisikie maneno mazuri na matamu kutoka kwa mpenzi wangu. Muda mgani ambao umeishi wewe mjini? Unadhani mimi huko kijijini ningeishije? Naomba unisamehe sana kiangu. Nilikupenda sana. Naomba niache niendelee na Roma. Nampenda Roma. Naomba ujue maisha yako. Fanya tu mambo yako. Usiwaze tena kuhusu mimi. Achana na mimi kabisa kiangu. Acha niendelee kuwa na Roma. Nimeshampenda Roma na nipo na Roma sasa hivi. Please. Fanya yako. Nina imani umemwelewa. Aza iko sahihi. Aza. Mwachie, twenzetu. Mwachie, tuondoke. Twenzetu.
Baba tayari. Tayari nini? Mwanangu shemeji yako tayari. Analia niko sawa. Fasa leo msaada wako mwanangu. Twende basi. Ndio daktari. Ndio bwana Mshana, karibu. Asante sana. Ya hongera. Ya naona roho inakuwa na wasiwasi kidogo. Mkeo amejifungua salama, mtoto wa kike. Ndio. Na wanaendelea vizuri. Wote wako salama, mtoto na mama wako salama. Kwa sasa mama amepumzika. Daktari, salama kabisa. Salama kabisa, hakuna shida yoyote. Asante sana. Karibu. Asante sana. Pole sana rafiki yangu. Asante kaka. Nakumbuka maneno ya Waswahili usema huwezi kulamua pasipo kutafundwa. Na huo ndo mtihani wa maisha ya binadamu, hasa kwa sisi wanaume. Siku zote lazima kutenda changamoto za maisha, hasa kwa sisi wanaume. Na katika msingi wa maisha vikwazo ni lazima, hata katika huu msingi wa mahusiano, hasa kimapenzi. Wanawake hii ni tabia zao, na mimi naamini sana kwamba mwanamke huwa ni msiri sana, japo ndio mama zetu, dada zetu, ndio hawa shangazi zetu, lakini huwa wana siri kubwa sana wanazihifadhi katika mioyo yao, na ni vigumu sana kukuweka wazi mapema. Na bado nafikiria sana Kiango alitumia mbinu gani hasa za kuweza kumbadilisha yule mwanamke na kufanikiwa kutoroka naye. Hilo swali hata mimi najiuliza. Mpaka leo sijawaipata jibu. Kikule alimkataa mbele yangu na kunidhihirishia kabisa. Au tuamini hiyo kauli inayosema mwanamke hawezi kumsahau mwanaume ambaye aliyemtoa msichana wake? Siwezi kulikubali hili jambo au kulikataa, lakini kwa situation hii iliyopo mimi naweza nikasema labda ni kweli. Kwa sababu kwa hapa mtaani hakuna asiyejua uhusiano uliopo baina ya Kiango na yule binti. Aza na Kiango walipendana sana, na ni kwa muda mrefu sana tangu wanakuwa hapo kwenye mahusiano. Cha msingi zaidi hasa, sahau yote aliyopita, tugange maisha yajayo. Punguza na mawazo kwa huyu mtu, jaribu kaa chini kufikiria mengine yajayo, na utafanikiwa. Ila nikusiki kitu kimoja rafiki yangu,
fuata nyayo zangu. Ningekuwa si mvumilivu, nadhani mpaka sasa singekuwa hapa na shemeji yako. Ramla alinisumbua sana kama unakumbuka. Hasa kuhusu kipindi cha ujauzito wake. Pasa mimi kujua kama ni mjamzito. Lakini kupitia maneno yako mazuri yenye msingi ya kuninyoosha, nimeweza kuyafuata. Hatimaye sasa tuko kwa amani sana na shemeji yako. Sahau haya na msahau huyu. Mimi naamini wako mzuri yuko mbele anakuja. Huyu alikuwa ni mapito tu. Sio kama nielewa rafiki yangu. Pengine ndugu yangu. Mimi nimekuelewa. Japo sio rahisi. Inauma. Lakini sina budi kukubaliana na matokeo. Sisikia mapenzi yanaumiza. Sisikia mapenzi yanaumiza. Kitu nataka urahisi kukata. Kuna muda najiuliza nimekosa kitu gani, maana unanitatiza, hakuna amani nyumbani.